my God. Base Boys, tumerudi na tuko Base Boys podcast. Kama kawaida, it's me Kimberly, TikToker, addiction counselor. Kwani unasema aje? Ati next. Oya, lokuanga kaplan, vipi? Aha. Zangi, kama kawa. Hapa unauliza kilingwiza. Kabisa, Rasgwan the Prophet hapo. Topic leo ni moto. Mzee, hiyo mwaka kumekuwa na challenges mingi sana. Hata sisi zimetuguza. Hapa na mbogi yangu tuko hapa tukielezea challenges zile tunapita na wengine wetu bado kando yenye wanapitia. Oh yes. Raundi kumekuwa na challenges mingi sana. Unakuta pali unafanyia wera, unaweza bumburusho bila kuambiwa. Unakuta kuna wale wanatumia hiyo ukubwa yao kudhulumu wale wako chini, ambapo si poa juu. Unajua watu wanajimadamu sana. Maisha ni ngumu, so challenges ziko sana. Hata wenzangu tu hapa tukorada ama sana. Kwanza mambo umebonga hapo. Hapa Kenya unajua si hizi kupata job. So mtu anafungua kabizi yake. Kama uko town unapata mtu ameka gunia anauza mavitu. Kidogo unaona mtu anapelekwa speed. Anafika home ana hata kitu ya kukula na tunajaribu tu kufight ama ni aje manzi. Hizo unacheki aje? Kweli jo. Unajua challenge ni aje? Challenge mimi nakwambia juu vile mimi najua. Yaani wewe unaweza penda life yako ndio ikuwe poa. But unapata mtu mwingine venye wanasemanga shetani si mtu akona pembe. Shetani ni mtu tu. Sasa hii challenge inaitwa na wanadamu wenzetu. Yaani mandugu zetu, madada zetu. Sana mimi naonanga ni wale watu wa authority. Yaani power. Anakuja kufinyilia ule mnyonge. Kabisa. Anaweza ongea kushinda. Kabisa. Hadi mimi nimefinyiliwa paka na askari. Unaona askari anakuja ananifinyilia ni kama ni askari karao kabisa na ni askari manze. Mtu anatoka hapa, unasimama mbele ya mlango. So it's always power. Mtu akipata hiyo power kidogo ama ni anasahau utu unajua kuna vile tumeona. Hebu tuambie hapo. Unajua kuna vile unaenda unawekewa tuuzi hapa. Sasa tuuzi tunakusumbua. Unajua unasahau tuuzi dakika moja tunaweza tolewa. So ukienda pale kwa wera unadhulumu watu, unaona? Yaani hautaki hata kuongea na watu. Unaona wewe ndio umefika, unaona? Na unasahau bado ule unadhulumu. Ni Mkenya. Unajua hii nchi tulipata uhuru. Watu wengi walikufa. Bana ndio tulishipoa. Lakini unakuta kamsee tu kanaanza tule tumadharau. Sasa kama pale tulikuwa tuna haso, unakuta wameuzia mtu na ni barabara, wakikuja kuharibu wanasema unafunga barabara. Sijui kama unaweza piga picha hapo hivyo kwanza tu. Na hapa ndo tulikuwa na scrap business inasimama vizuri, inalisha watu, imeandika watu wote job. Inalisha watu, imeandika watu wote job. Surely, can you imagine that? Alafu baadaye unakuja unaambiwa ni barabara. Siku kidogo unakuta kumbe wameuzia mwingi. Unajua hiyo tumadaraka hiyo design sifu. It's so painful. Angalia pande zote mbili juu. Hata si tunakulaga. Unajua. It's so painful. Na uwezi tudhurumu tunyamaze ama. No, lazima tuongee. Unakuta ukidhurumu mtu unatafuta tu ground tudogo wa kuumiza. Bana ama na tunajaribu in a good way. Alafu tukienda sasa kukua waizi mnasema tena hao watu ni wabaya. And we are trying to do the right thing the right way. Unajua anadhulumu mtu. Unakosa namna. Mtu akienda kujinyonga pale. Kwanza sasa imepanda. Suicide kwa wanaume sasa imepanda. Unajua si wote tunataka kukura. Na kila mtu ako na ile Yes. Lazima uhaso. Lakini sasa ikifika mahali mpaka haso unafungiwa. Imagine na tujasoma. Si ati kila mtu hapa amepewa hiyo chance ya kusoma kupata degree. Hatuwezi toshea si wote kwa hizo mambo. Very good. Si kila mtu ametoka familia iko na do. Hebu sema baby. Bibi yenye ningetaka kusema hii gavana kama inatupea pressure sana. Venye maisha iko juu nayo inaendelea kutupea pressure. Unaona? Ukimbishana tu na ule mtu anajiinua. Ukijaribu tu kujiinua, yani wewe mtu mdogo unajitoa chini. Wewe ndio macho yako imeangaliwa na serikali. Unaona? Nao matajiri saa hiyo wanafurahia. Juu kama saa hii hivi sisi Base Boy mahali imefika. Nimeona tu yenyewe imetuguza tu. Wanaumiza hadi kweli. Inakuza na mimi niko sure na kitu moja, si serikali yote. Hiyo ndio kitu niko sure nayo. I know
President yetu ingejua vile tunafanyiwa wake Mungu angefeel. Juu pia ni hustler. Wale wakubwa, yani unaona wale wakubwa hapo ya hawa. Yes. Wanafaa waangalie pande Good. Wajue hata wale wameweka kwa maofisi na wanawatuma huku kwa ground. Si kusaidia, wanasaidia, wanadhurumu watu. Unaona? Wewe kama uwapatii pesa wanakusumbua. Imagine, hiyo ni reality. Hata kuna post tulipost. Kama umeangalia hapo kwa page yangu Please hapo. check it out. Kuna ka group fulani pale wakubwa wale au ndio wanadhurumu watu. Wakipata tu chochoro wanauzia wale wako na do. So wakubwa wao waangalie sana. Hata kama ni Kenya ni nchi ya kitu ya kutoa kitu kidogo, wanasemanga Kenya ni nchi ya kutoa kitu kidogo, lakini si kwa safara, si kwa hasla, si kwa sisi. Yes. Cheki life. Unaona challenges inakujanga kasa price. Mimi kama kitu baseball, kwa tunakaichua mkomenisho picture. Hapo tunapiga mboka tu zetu, music, nini. Unatoka nje unaenda una hustle. Unarudi unajua at least tuko na place unatendia kidogo. Na ni place tumekaa sana, tumegrow tukiwa doi. Sasa all of a sudden wao jamaa wamekuja asubuhi bila notice, bila nini, simply juu huyu jamaa neighbor wetu anajenga nini na kuna do. So wanatudhulumu sisi kama street. Ndio wao form yao iko poa. Unacheki wanajengwa, wanafanywa kila kitu na sisi tunatolewa soko. Prophet, si prophet wangeongea. Wewe ni prophet, you're a wise man. Unaelewa kizungu kila kitu. Mbona wanakubeba ni kama huwezi ongea? Tunazobonga. Unajua utotuma wetu wao wako nato. Uto ndio tunawasumbua. Unajua anasahau si ni binadamu wote, unajua. Na mimi usemaje, Kenya unafanyia mwingine fanya kitu ile unaweza taka wewe ufanyiwe ama watoto wako wafanyiwe. Ukidhurumu mwingine hata si ni watoto wa wengine. So lazima tuangalie pande zote. Thank you. Imagine juzi mimi nawachapia tu wenyewe wasee walichukua mkoko yetu. Wamebambarusha, wametoa watu kazi na nini. What do you think solution inaweza kuwa ndo next time? Solution tu baze next saisha hape. Lakini next time bana, sisahau si ni wa Kenya. Na tuko na ID makea nini yote si ni wa Kenya na tumezaliwa huku. Na hii ndio mother's land yetu. So next time ukitaka tu kufanya vitu kaa hizo, hata kama uko na tudimanga tungapi, wazee tumia protocol zile za serikali, ongea na wale wako pale. Wote ni wa Kenya na ni watu wanajielewa. Na hakuna vile unaweza kuja na force, violence. Huwezi kuja na ile force next time plena. Unajua watu bado kuna vile mtu ukasirika, unajua na sisi tunaheshimu serikali na tunaheshimu kirauni ya Kenya. So next time tukujie kama wa Kenya, kama binadamu, kama binadamu. Ati foreigner anakuja anafanya mtoleo mahali mumeishi, unaona ndio wao bado wanakanyaga mabendera zetu. Hiyo ndio by the way, mwache kuile madharau ndogo ndogo bana. Tuheshimu kama Wakenya, sisi tutawaheshimu. Thank you so much Prophet. Juu enyewe serikali ni sisi, serikali ni sisi, na tunajua sometimes mistakes zinafanyika, si ndio? Mistakes zinakuwa, so hii tumeona tu labda misunderstanding, lakini next time tafadhali kuja tuongee Kizungu, tunaongea Kiswahili, Kikuyu, lugha zote ziko hapa. Juu watu wengi hapa wamepoteza daily bread. Watu wengi sasa hata wajui next step ni wapi. Unaona, in one moment bana, na si ndio? Unajue hapo wakifanya hivyo wamepatia wengine watumie kama stock. Hiyo ni vibaya sana. Hiyo si poa. So mazee, heshimuni kila mtu, hata kama mtu ako kwa street bado yeye ni binadamu, na usipomheshimu God ako pale. Thank you. Watu tunaamini God tu sana. Na unajua kama una nguvu God atakulipishia. Thank you. Iko sawa. Last word. What do you think? What is the last word? Unaweza sema okay, kuna hiyo challenges za nature kama ugonjwa, hizo vitu zingine tunaelewa. Hiyo ni nature, hiyo ni mambo ya Mungu tunang'ang'ana nayo, tunaomba zinaisha.
lakini wewe usiwe mwanadamu. Unafanya maisha na kuwa ngumu kwa mtu mwingine. Yaani venye watu Waswahili husema usikae mbele kuziba wenzako. Kama uko mbele tuongoze vizuri, si atuke mbele utuzibe, tukitaka kupita kidogo na tublock. Hapana, tuongoze vizuri, tutafurahia na tutawapenda nyinyi viongozi wetu. Ama vipi? Hapo mwongea. Endelee bado hata kuogopa Mungu. Bado sisi ni binadamu. Unajua bado sisi watoto wa Mungu. Sisi sote. Kuna haja hata ukuje uulize mtu utakuwa unamsaidia. By the way, ulipata paka injuries, ndio? Hata niliumia hata hii mguu yangu. Pole. Loki, what do you have to say there? Mi tutasema hivi like mkikaa mna form kaa hiyo, si pia ni wanadamu, tunatulia whatever place tunatulia, tunatupea kitu inaitwa heads up. Tunakaa tunabonga 1+1 kitu kaa hiyo. Si eti tu mnakaa like na si eti hivyo bado walikuwa na kugonga. Yaani sasa unashindwa, kwani mimi ni Mkenya nadhulumiwa? Really? Si poa. So unaweza follow ile protocol like pole hata tungeelewana tuna mambo. Lakini kututoa tu kama yani like animals. Tokeni not good. Me, what I can say so quickly is dialogue. We are people too. This is a community. They've been here for a while. Sisi too, we love the security forces, tunapenda pia serikali. Let us come together, let us talk. Hata utashanga labda hata sisi tunaweza wasaidia mali fulani na fulani, unaona? Tunaweza saidiana. Thank you so much. We love the Kenya government. We are just asking, treat us like citizens, not like refugees or criminals. Yes, Mr. Last word bana. Tutumae mkonatu, hebu mtutumie vizuri. Juu ni kauzi. Daka yote kanaweza ngolewa na kavalishwa mwingine. So ukiwa na utotuuzi bana, beba binadamu kama binadamu. Na God atakusaidia au sio? So mengi tu. Na tunajaribu kujiinua. This prophet is doing so much for us. Anajaribu kuchange lives zetu ama ni aje bro. Si ati sasa nyinyi ni ma-actor, ma-content creator, ma-tiktokers, manini. Like huko nyuma it was nothing, si ndio? So we are trying. Na wajue bado sisi ni wa Kenya. Na damu ilimwagika ndio tuishi poa. Very good. Freedom fighter, watu wakiingia msitu ilikuwa ndio tuishi maisha. Hii ngozi iko na umuhimu. Lakini mkianza hizo bana Aibambi. Hata kwa God. So remember, stream, subscribe you guys. Please share this video. Hii content itembee kila mahali ndo watu wajue how we are being hurt. Unaona? Thank you guys so much. Subscribe, continue to share, continue to comment. Unaona? Sisi hatunanga ubaya. We just want to be treated with respect kama binadamu, kama citizen. Ama ni aje? Base Boys Podcast kwanza. Prophet, asante sana. Unajua ndio umetusaidia hata tuko na sauti. Ama ni aje Base Boys? At least. Ni mother's land yetu. Najivunia kukuwa Mkenya, Kenya mzale. Tunaheshimu hizo kiraoni, tunaheshimu serikali. Na nyinyi pia tuheshimu bana. Please. Tafadhali.